King, 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 king. Dee, dee, dee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipi ya mchambo, mnaendeleaje? Mko poa? Yeah, I hope nyote mnaendelea vizuri. I'm doing well, nipo freshi, namshukuru Mungu, kila kitu kipo freshi. Yeah, just tell your friend Wonder Boy is live. Invite your friends, tuongee kama kawaida yetu. Tu peane my idea, you know. Yeah, tag mwenzako na mwenzako ka tag mwenzake. Tutoboe ngoma guys. Toboe ngoma wazalendo.com. Wazalendo njoni hapa, wazalendo.com. Naomba share video na wenzako wote waje hapa. Nanielewa. So kitu cha kwanza nawashukuru sana tena sana wapenzi wa muziki wa +257. Yani nawashukuru sana. Yani mmetuprove kwamba mna mapenzi. Yani mlikuwa mnasubiri watu gani ambao watawaanzia, akisha nyinyi wenyewe muendeleshe, unanielewa? Yani nawashukuru sana because mimi mwenyewe sikuwa najua kama vitu vinaweza vikakuwa vikubwa kama hivi, unanielewa? But nilikuwa na matumaini kwamba kwenye nia kwenye mtu ukiwa na nia lazima kila kitu kiwe fresh, unanielewa? So nawashukuru sana kwa kupokea wazo langu vizuri. Nawashukuru sana kila mtu, mafans wa +257. Nawashukuru sana ma bloggers, nawashukuru sana ma presenters, nawashukuru sana yani wote ambao wanatumia Facebook page zao kwa kuprove kwamba wanapenda muziki wa Burundi, unanielewa? So nawashukuru sana because mnajua ni kitu ambacho kinaumiza sana. Uikae kwenye game for long, uinvest pesa, akisha hizo pesa ukizinvest hazirudi, wenzako akiinvest hawarudishi chochote. Ni kitu ambacho kinaumiza sana, unaelewa? So guys, nawashukuru sana. Tuendelee kuwa na umoja, tuendelee kushikamana. Enough is enough, unaelewa? So kitu ambacho naweza nikawaambia ni kwamba kuna watu ambao wanachukulia hichi kitu kwamba ni kitu tunatania, unanielewa? Wanachukulia wenda ni fani, tunatengeneza bezi wala nini. Guys, we are serious. Warundi wapo serious. We are serious. Enough is enough. We now closing our borders. We now closing our airport. We don't need any artist from outside the country to come and perform in Burundi. All the Burundians, they are now tired. Mmeshawatukana, mmeshaongea vitu vingi about them. Hawataki tena utani. Burundi sio province. Burundi ni nchi na inahitaji kuheshimika, unanielewa? So enough is enough. We have to build our own music for ourselves. We have to build
our country for ourselves, understand? So tushikamane mikono, tuungane, tusiokopi chochote, kwa kuwa sisi, hii sio siasa, wala hatujibazi na siasa, tunajibazi na mziki wetu. Hii sio siasa. Sio siasa ya Burundi na Tanzania, sio siasa ya Burundi na Kongo, sio siasa ya Rwanda na Burundi. Hii ni music kwa music, entertainment kwa entertainment. Huyu ni ugomvi wa mziki, sio ugomvi wa nchi wala wa serikali. Huu ni ugomvi wa wananchi na mziki wao, na nelewa, kwa sababu maendeleo ya mziki wetu upo kwetu sisi wenyewe. So we have to stand together, tuungane mkono, tupambane na hili janga, unanielewa? So guys, niwakumbushe kesho ni tarehe 17. Tarehe 17 bakieni nyumbani kwenu, msitoki wala nini. Wowote ambaye atajidanganya kutoka, mjue kwamba uenda unaweza kupoteza simu yako, uenda unaweza kupigwa mawe, unaweza kupigwa vyupa. So kesho timu ya wazalendo itakuwa kwenye show. Timu ya wazalendo tutakuwepo kwenye show. Kinye kitatokea kule guys, we are ready. We are ready. Hatuokopi chochote, hatuokopi mtu yeyote, na wala hatuna hata chenga ya hofu, because tunaongea kitu ambacho kinatoka moyoni mwetu. Tunaongea kitu ambacho yani ni kitu ambacho kimeshatuumiza, ni kidonda ambacho tunacho for long. Na so we are ready. Na so yeyote ambaye atafunga masikio, hanajidanganya kwenda kwenye show, kinye kitatokea. Mimi najua ule ambaye aliandaa show hawezi kuwa na ambulance, hawezi kuwa ana assurance ya kukutunzisha. Hawezi ukasema eti ulilipia franga 10,000 waje wakutunze 200,000, 300,000. So ni vizuri ubakie nyumbani, pesa ni za kwako. Kiu cha kunywa bia ni kiu chako. Gari, mafuta ambao utaweka kwenye gari hadi uende hiyo sehemu ni ya kwako. Akisha tena uje uumie kwa gharama yako. Unanielewa? So guys, kinye kiko pale, kaeni nyumbani. We are not playing here. Hatumokopi mtu yeyote. Hatuokopi mtu yeyote. Enough is enough. We are ready for anything. Unanielewa? We are ready for anything. So kitu ambacho kiko hapo guys, msifikiri kwamba tunatania. We are ready for anything. Unanielewa? Wazalendo, timu ya wazalendo tupo ready kupambana na kila kitu. Sema nilikuwa nataka kuwapa warning kwa yeyote ambaye anajua wenda hapa tunatania. Yeyote ambaye anajua hapa wenda huu ni mchezo wa kitoto, hapa hatuchezi. Kwa sababu tumesha invest energy zetu, tuna invest muda wetu, tuna invest kila kitu. So here we not playing. Nataka niwapatie warning watu kadhaa. They have to be careful. Kwa sababu kama wanachukulia hichi kitu tunatania, tunataka tuwaonyeshe kwa detail kwamba hatutanii na tuokopi kitu chochote. Naenda AKEZA tunakupa warning. Hacha kucheza na wananchi. Unacheza na wananchi AKEZA tunakupatia warning. And we are serious AKEZA. Usipo jiweka na nafasi yako, usipo rizika na kipato unachokipata, kwa sababu wewe umeshabarikiwa, Mungu akukujalia, serikali inakupa madili, unakuwa mtu unasimamia sport manini, rizika na hicho kitu ambacho umekipata. Lakini naona kama unataka kucheza na wananchi, unataka kucheza na watoto wa barabarani ambao hawajua watapata lini. AKEZA, be careful. Be careful AKEZA. Kama redio ambazo zilichomwa
2016 kwa sababu wanaipinga serikali. Na sisi hatuwezi tukashinda kuchoma radio yako. Tunakupatia warning AKEZA. Warning. Hapa tutani. Kuna watu ambao wameshakuwa ready kusacrifice kuwa wanted Burundi juu ya music ya Burundi. AKEZA, jua kwamba kuna watu wana njaa. Kama tumespendi millions kwenye muziki wa Burundi, nalipa milioni 5, milioni 10 kwenda Uganda, kwenda Tanzania kushuti video. Siwezi nikashinda kulipa 300,000 wala 200,000 waje waichome AKEZA. Na hichi kitu nakwambia, nipo very serious and we are serious. AKEZA tutaichoma. AKEZA ukiendelea tutaichoma. Nipo ready kuwa wanted Burundi, but siwezi kuwa wanted juu mimi nachoma kituo chako cha TV. Siwezi kuwa wanted. Wewe sio serikali. Wewe ni Mnyagihugu kama mimi. Na tena wewe ndo unakosa, unataka kunyanyasa Wanyagihugu, while we already decide to say that enough is enough. We don't want any artist from outside the country in Burundi. What belong to Burundi belong to the Burundians. So AKEZA, nataka utizame vifaa ambavyo vipo kwenye TV yako, kwenye ofisi yako. Tizama samani ya hizo kamera zako. Tizama samani ya hiyo kompyuta zako. We are ready. Enough is enough. We gonna burn your studio. Tutaichoma. AKEZA tutaichoma studio yako. And I'm 100% serious. If you are invested my money in music, kulipia ma millions wasanii waende kushuti video nje, haiwezi kanishinda mimi kulipia mtu aende achome studio yako. Haiwezi ikanishinda mimi kulipia mtu 300,000 400,000 aende achome studio yako. Nakupatia warning. I'm not in Burundi. Ni kama unapinzana na unaeni kama vile unatafuta kupigana na demon. Unataka kupigana na mtu ambaye haumuoni. Unataka kupinzana na watu ambao unalinao. I can do whatever just to help our musicians. I can sacrifice my life because of our artists. AKEZA, kuwa makini. Don't think that we are playing. Don't think that we are playing. Stop your childish. Acha utoto wako. You can never take an artist in Rwanda while kukonye comment unaona kabisa comment kwamba Warundi hawataki hichi kitendo ambacho nakifanya. Warundi wanakaa wanatukana. You can't even read the comments of the Burundians. The Burundians, they don't want what you are forcing. They don't want that. Lakini unaendelea kuforce tu. Unaendelea kuforce. You think maybe it's funny. Wewe unapata madili zako, unapata manini kule. We don't enter in your business. This is our business. Respect our business. Respect our business. This is our business, AKEZA. You have to respect it. Kama sisi atuingilii kusema eti kwa nini serikali nakupatia madili hivi, kwa nini hivi, kwa nini hivi. Hiyo ni riski yako. So hacha kuzuia riski za watu wengine. Hacha kucheza na watoto ambao haujui pesa zao za kulipa studio wanazitoa wapi. Haujui pesa zao za kulipia video wanatoa wapi. They don't sleep day night. Wanawaza ni vitu gani ambavyo wataambia Warundi. And you are here to support people from outside the country. Waje Burundi kuchukua hela za Warundi. AKEZA, hii ni warning, na ni first warning and it's a last warning. We gonna burn your studio. We gonna burn it. Tutaiunguza. I'm very serious. Studio yako tutaiunguza. We gonna burn your studio. While ukiendelea tena na kuforce ujinga ukaufanya kama ni reality, we gonna burn your studio. And you know that hakunaga kitu ambacho kinashindikana. Very easy. Studio yako tutaiunguza. Sio kwamba nataka nikunafikie
wala nini. Ukiendelea tena unasupport vitu vya nje, studio yako tutaiunguza AKEZA. Studio yako tutaiunguza. Haujisikia hata historia ya music ni kama vile hujui. Satubia alikimbilia Rwanda. Satubia alikuwa Rwanda. Ulimsikia kituo gani ambacho walimpromote? You don't even know Satubia alikuwa anaishi vipi Rwanda. Mkombozi alikuwa Rwanda. Mkombozi alikuwa Rwanda, wakamchukulia kama underground. Mkombozi yani hata na media tour alikuwa, yani Mkombozi ni star wetu ambaye alikuwa Rwanda, lakini alikuja kuonekana underground. They didn't promote him. Hawakumchukulia kama ni star wa nchi fulani yuko hapa. But wewe unatafuta hivyo vitu uone. Unatafuta kuchukulia juju. Tunajua page yako wewe. Kama kuna watu ambao wanaharibu muziki wa Burundi, ni wewe AKEZA. Kwa sababu wewe una wasanii wako tu ni wa Double J, Kiriku, Dramati. Ndo wasanii wako wewe. Kama sio Dramati, kama sio Kiriku, sio nini, unaleta ubaguzi kwenye muziki wa Burundi. Na sisi tumeshakuona, tunakukagua. Hatuwezi tukakuja tukunyenyekea wewe. Kwa sababu muziki wa Burundi ulikuwepo bila wewe AKEZA. Wakina Fariaz, wakina Sosokei, Marem Sosokei, wakina Girapsi, wakina Rigdogi, wakina nani, wakina Lolilo, wote tunawajua bila wewe AKEZA. And we can build our own music bila wewe AKEZA. So acheni kuvunja muziki wa Burundi, acheni kugawa muziki wa Burundi. Mustaki Warundi, wasanii wa Burundi wakue makundi. Muziki wa Burundi mmeshawaribu. Mmefanya makundi, magrupe. Wewe na hao watu wako wa Round Town DJs. Watu ambao wanaharibu muziki wa Burundi, Round Town DJs, AKEZA, mnaharibu muziki wa Burundi na tunawaangalia, na huyo DJ Paulin wenu. Na Siren TV, na hiyo Siren TV. Na wapa warning nyie wote. AKEZA ukiendelea tutaichoma studio yako. Round Town DJs ukiendelea tutakuja, hiyo kompyuta yenu tutaichukua, na hiyo CD mixer yenu tutaichukua. Hii ni vita kwa vita. Mnataka kupinzana na sisi. Mnataka kupinzana na sisi, sio kwamba mko Rwanda, mko Burundi. Round Town DJs, enough is enough. Nyie mmeshakuwa na wasanii wenu ambao mnajua hawa ndo wasanii wenu ambao nyie wakitoa nyimbo mnawapiga, mnawacheza, mnawapromote. Mna wasanii wenu, mnabagua wasanii wa Burundi. Mna wasanii wenu ambao mnawafanyia masharti, kama amkuwafanya mikia yenu hamwezi, mtawapiga leo, baada ya siku ngapi mnaacha kuwapiga, wapecho wanapotea. Tulikuwa na Berry Music mlijifanya kama vile mnamtoa, hatujui what happened, lakini hivi mnamkatia matana maji. Mlimshika nani MB Data, mkajifanya mmemkatia matana maji. Nyie kazi yenu mnamtoa msanii, mnamwanzia hapa, mnafika katikati ya njia mnamtupa. Juu mnataka ndio muwe wa star Burundi. It's not like that. Round Town DJs, please, hii ni warning. Hiyo kompyuta yenu tutaiba. Sio hata kuiba, tutaichukua. Tutachukua kompyuta, tutachukua na CD DJ yenu. Enough is enough. Inabidi tuwe serious. Ndio muone kama tuko serious. Tufanye maaction kwanza, ndio mjue kwamba tuko serious, hatutanii. Mjue kwamba Wanyagihugu tupo serious na hatutanii. Siren TV. Warning na wewe. Kamera yako tutaichukua. Yaani hiyo kamera yako itachukuliwa dada. Kamera tutaichukua. Siren TV. Haya majina ambayo unayataja, Siren TV, AKEZA, Rundown DJ Paulin, be careful. Kweni makini. We are not playing here. Enough is enough. We are tired to be slaves. Tunachoka.
Burundi, music ya Burundi hakuna ma investors. Watu wanaokopa. They've been afraid to invest the money in our own Burundian boys who have too got talent. Watu wanaokopa kuinvest pesa zao because they don't get their money back because of you people. Because of you people. Enough is enough. We're gonna ban your TV AKEZA. You don't know, people. You don't know. We're gonna ban your TV. This is yani nakwambia nipo very serious. Nipo very serious. So you have to choose one thing. Utatumala kimbili ambao tunakupatia juu ya promotion ama upoteze vifaa vya mamilioni. Choose one thing and we are ready and we're gonna prove you that. We're gonna prove it this to you. Hautaikaa wewe unaanza kuambia watu eti msanii sema mimi ni Mrundi, mimi ni hivi. In professional way. Unamharibia ule mtoto career yake ule kama ndo kivumbi. Mnamharibia career yake, ajui chochote, ni mtoto mdogo. Mnamharibia career yake. Wanyarwanda ndo wamemtoa. Akisha unamfikisha Burundi, mnataka ule dogo afanye interview kwamba yeye ni Mrundi. Rwanda wanamtema. If you don't know people from Rwanda, wanamtema. Kama mjui hadithi ya Rwanda, ule dogo mmeharibia muziki wake. Mnamforce aseme kwamba yeye ni Mrundi, lakini alienda tu Rwanda kutembea, amekulia Rwanda. Mnamharibia muziki wake. Yaani hapo Wanyarwanda watambagua. Wanyarwanda watambagua kwa kusema hamna professionalism yoyote ya kazi. Mnavamia nationality. Msanii ukitokaga kama wewe ni Mrundi ulitokea Rwanda, behave hivyo. Kama walikutoa walijua kama wewe ni Mnyarwanda, hacha hapo. Ukifanya erere yote unajifanya washa kutoa, akila unasema no mimi sio Mnyarwanda, mimi ni Mrundi. Unaharibu muziki wako, mnamharibia udogo kariere yake. Kisa mjui kazi, mnaharibu kariere ya dogo. Na dogo juu hana manager mwenye akili na hana nosio yote ya muziki. Mnamwambia uambie Warundi kwamba wewe ni Mrundi. Mimi ni Mrundi, nimekulia tu Rwanda. Unaharibu kariere yako bwana mdogo kama ndo kivumbi. Rwanda wanakunawa. Rwanda wanakunawa. Wanakutupa. Because this haikuwagi kwenye music. Na ndo mtoto anatoka tu juzi, ametoka. Wanyarwanda wanajua ni mtoto wetu, acha tuweke nguvu yote tumpromote, tumsaidie. Akisha leo mnamleta, akisha Warundi wamekataa, mnaona strategy nzuri ni kumwambia kwamba uambie Warundi wewe ni Mrundi. Mnaharibu dogo. Rwanda watasema huyu kumbe ametukana. Tawapatia mfano wa Kiuboi. Watanzania walikuwa wanajua Kiuboi ni Mtanzania. Kiuboi kipindi alifanya erere ya kusema kwamba yeye ni Mrundi, wakanawa tupa pembeni Watanzania. Loli msikia vita ambao watu walimpiga wakati alienda kusema kwamba yeye ni Mtanzania. Mulisikia ugisi watu walimvamia. Sasa huyu ndo mtoto mdogo ametoka. Mnaweka pesa mbele, mnataka mwakonvince Warundi sio wadogo. Hizi siku zote alitoka. Kwa nini hakufanya interview kwamba mimi ni Mrundi? Siku ya show, siku kisa Warundi wamemkataa ndo muje mumforce mwambie kwamba aseme yeye ni Mrundi. Mwache ujinga, acheni ujinga. Mwache ujinga. Msikura nataka tu eti mnawaza faida yenu binafsi, akisha mnaharibu kariere za watu wengine. Nyie mlimwambia yule dogo aseme hivyo, kisha tu nyie mchukue hiyo vitu mweke kwenye channel zenu mpate ma viewers. Lakini end of the day mnaharibu kariere yule dogo. Kwa sababu ule dogo Wanyarwanda wamesha, yani sasa wameshamnawa. Kumbe udogo kavu. Kumbe yeye sio Mnyarwanda, ni Mburundi. Wanamnawa.
Mnafaidika nini kuharibu karere za watu juu ya faida zenu binafsi? Juu ya faida zenu binafsi. Siren TV kuna wasanii wengi sana wa Burundi ambao wameshaomba ma-interview. Siren TV kila kukicha wasanii wanayomba ma-interview. Hawawapati, lakini Mnyarwanda anatoka tu kule siku mbili wanampatia interview. Vitu wote yani Burundi nzima wameonyesha umoja wao. Wa journalist wa Burundi, wa journalist ambao tulikuwa hatujui kama wana mapenzi ya hivi, wa journalist ambao tulikuwa hata tunajua kama watatushikilia mikono, wakina Micro wametushikilia mikono, wametusupporti wote, wa Star Boy wote wametusupporti, wote wamesupporti kabisa, kwa kusema ni Warundi wanawaza kwanza faida ya Warundi, hawawazi faida ya tumbo zao. Hii tumbo hairizikaji. Tumbo utakula leo, kesho itakuomba tu nataka kula. Utailisha kesho, utataka tena ikule. Tumbo ni kitu ambacho hakiriziki. Sasa nyie mnaweka tumbo zenu mbele, mnashindwa kuweka uzalendo. Leo na kesho mtakuwa na matatizo, au Warundi ndio watawasaidia. Wewe AKEZA unaweza kuwa na matatizo, gari yako ya kazi imeharibika njiani, Warundi ndio watakusaidia. Au watu ambao mnawapatia mavantage watu wasaidia. And AKEZA ulikuwa umeshaanza vizuri, lakini unakuja kubiharibu we mwenyewe, unakuja kudestroy brand yako we mwenyewe juu hauna professional, haujui kazi. Juu ya faida ya mtu mwingine, hizo pesa mwenye atafaidika nao wakina DJ Paulin, lakini unaua brand yako wewe. Kama hujui maana ya brand ya AKEZA hivi haina tena samani. AKEZA Warundi wameisha itoa kabisa. Na mtu ukishajenga heshima, kuibomoa, kuijenga tena ni uongo. Sasa AKEZA watu walikuwa na waheshimu, wanawachukulia poa, wanachukulia nini, lakini kutokana tu na hivi vitu mnatupilia watoto wa nchi. Show hizi ambazo zimetoka, hizi show ya nani za wafariazi na wasanii wote watafumusha posti. Mumeposti show ambazo zimetoka maafishi. Wewe Siren TV umesha posti, Roundtown DJ umesha supporti. Msiku mnataka support, akisha nyie msupport watu, basi nyie mmeshajibagua. Acha tujibague. Wazalendo Warundi wenye mapenzi na nchi yao, wenye mapenzi na bendera yao. AKEZA TV rest in peace. Siren TV rest in peace. Roundtown DJs rest in peace. Yani Roundtown DJs tu watu wenyewe, yani wanaharibu muziki wa Burundi. Wa Roundtown DJs ni watu ambao yani wanataka wenyewe ndio wawe master. Kila afishi Roundtown DJ, kila show Roundtown DJ, kila deal Roundtown DJs. Acheni ujinga, acheni ukandamiza wasanii. Nyie sio wasanii, kaeni pembeni, wasanii waikae mbele. Sasa nyie mnataka kufanya nyie ndio wasanii, kila team Roundtown DJ, kila team Roundtown DJ. No, enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. We have more DJs in Burundi. We have more DJs. We can survive with those DJs. Wa DJs wamejaa. Wa DJ Clue, wa DJ Mario, wanani wamejaa. We gonna promote them. We gonna promote them. Na kisha nyie si mnataka mshushe muziki wa Burundi, mnataka mshushe wasanii wa Burundi. We gonna show you guys that kwamba wasanii wa Burundi wamewatia hapo juu, na wasanii wa Burundi tutawashusha chini. We have that power. We have the power. Tutawashusha chini. We're gonna put you guys down. We're gonna put you guys down. Tutawashusha chini. Vouloir ou pas. Take it or leave it. We're gonna put you guys down. Mnataka kushusha wasanii wa Burundi, mtajikuta nyie ndio mko chini ya viatu vyetu.
I promise you guys. Journalist ambaye ataki kushirikiana na Warundi, we gonna put him down. Sio ku put him down ambao unajua tutakuwa tunaenda kabisa kwenye nyumba yenu tunafanya maaction. Yaani hapa muziki wa Burundi, kama hamtaki kuheshimia Warundi, wasanii wa Burundi, vipaji vya Burundi, tutatumikisha ugangster. Tutatumikisha ugangster kwa sababu tunajuana. Wewe kama ndo Alvin Smith unajifanya wewe ndo wewe. Bwana fulani, vipi, nenda nyumbani kwa fulani, nenda kachukue fimbo, kachape fimbo. Fresh, you gangster kwenye muziki tunauingiza. Tunajua kila kitu kinawezekana. We need more DJs in Burundi. Rundown DJs, we don't need you people. Mko wa hypocrite. Sio hata wa hypocrite, sio hamna uzalendo. Wengi wenu mna mix madamu kule Rwanda mawapi, ndio kwa maana hamna uzalendo. Hamna uzalendo. People, guys, let's promote our own DJs. We've got many DJs. Tuko na ma DJs wengi. Tuachane na wao wa DJs wa kubaguana, wanatazamana masura, wanatazamana wewe umetokea wapi. Hawezi kumtazama mtu ambaye ni msanii wa Burundi utaka ujue eti ametokea wapi, ametokea na msanii wa Burundi. We gonna promote our own DJs. Tuko na DJ Mario, DJ Groove, wanani wote, we gonna promote them and they'll be top, they'll be on top. Tutawashusha chini. Kama wasanii ndio waliwapandisha na mkakuwa wa star, tutawashusha chini. We gonna put you down. We gonna put you guys down. Tumeinvesti milioni kwenye muziki wa Burundi and we not gonna allow any bullshit. Kwa sababu familia zetu zinatucheka. And we have to prove you guys that we are not stupid. AKEZA, ukiendelea tena kujinga na kuapia wallahi tunaichoma. Mimi mtoto wa Kinama. Sio tu mtoto wa Kinama. AKEZA tutaichoma. AKEZA, ujinga unaofanya, unafikiri kwamba unatafuta kutupa pressure sisi. Hautupi pressure, but you're gonna destroy yourself. We're gonna destroy you. We're gonna destroy you, AKEZA. We are warning you. We are 100% serious. We invested millions in our music, in our own Burundians. Siwezi nikashinda kuinvest 200,000, 300,000 kumpatia tu jamaa ama gangster nenda tupe kichupa cha moto mule mwa AKEZA. And this is my face. This is my true face. I will never be wanted in Burundi because of AKEZA. I will never be wanted in Burundi because of Siren TV. I will never be wanted in Burundi because of these stupid people call themselves rundown DJs. I will never. AKEZA sio serikali. Siren TV sio serikali. DJ rundown DJ sio serikali. DJ Paulin sio serikali. We gonna destroy you guys. Si mnataka kupinzana na sisi, we gonna show you that we are gangsters. Fanyeni vyenu, pinzaneni na sisi, lakini mjue mtaharibikiwa vingi. Kwa sababu mnapinzana na watu wenye njaa zao. Mnataka kuharibu watoto wenye wameacha masomo. They live going to school. They follow their dreams. They don't have any degrees. Their degrees is music. But you people, you want to destroy them. We're gonna destroy you people. We're gonna destroy you people. I swear. We're gonna destroy you people, and I'm very serious.
we are very serious. This is not about politics. We respect our government and we love them. Serikali yetu inafanya chini na juu kabisa kutuwakilisha sisi. Inafanya chini na juu kwenda huku na kule kutufungulia sisi. Kuonesha kama Burundi ni nchi ambayo ina vipaji, ni nchi ambayo inaweza. But nyie mnataka kutuonesha sasa sisi Wanyagihugu kwamba hatuwezi. We gonna destroy you people. We gonna destroy you people. Burundi ni ndogo sana. Hatuwezi tukashinda kujua kwenye AKEZA ipo. Hatuwezi tukashinda kujua kwenye klabu ya DJ Paulin. Hatuwezi tukashindwa. Hatuwezi tukashindwa kwenye kompyuta ya Runtown DJs ipo. Runtown DJs, we're not gonna steal, we're gonna take it. We're gonna take your CD DJs, that's your CD mix. We're gonna take your computer. Very good. You're gonna buy another ones. You've got millions. Mkinunua ingine tunachukua. We're gonna give you discipline. Siren TV. Computer. Kale ka kamera kako mama. Suko na bwana Ulaya. Tutakachukua kamera kako. Wewe utajifanya kama wewe ndo una mapenzi sana na Wanyarwanda kuzidi watoto wa nchi. Watoto wa nchi wapati ma interview, fasi ya ma interview wa kupromote wasanii, unaikao unaita watu wa manini, eti ndio mnafanya vipindi. We gonna destroy your TV. For now on, Wazalendo, Siren TV X. From now on, DJ Paulin mnapotezea. Kitu chochote ambacho kinaandaliwa na DJ Paulin, muone kama huyu sio mzalendo, huyu sio hana mapenzi yote na nchi, mnapotezea pembeni. Kitu chochote ambacho mnaona AKEZA na posti, potezeni. Kwanza hata muifollow, potezeni kabisa. Kwa sababu ni mtu analeta ubaguzi kwenye muziki wa Burundi. Page yake wanataka waoneshe kama Bantu Boy inaisheki. Kwa nini wale wa Double J, kwa nini hao wa Dramati, kwa nini hao wakilikuwa mkuwapandisha, mkuwapromote wakati walikuwa Bantu Boy? Hivi ndio mnataka kuonyesha kwamba wana vipaji kuzidi kila msanii wa Burundi. Yani kila kakitu ka Double J, kila kakitu ka Kiriku, kila kakitu kale mnabidi muposti nyie. Yani Burundi AKEZA ni Double J na Kiriku tu. Mnaleta ubaguzi kwenye muziki yetu. Wasanii wangapi wameenda nje? Mr. Champagne ameenda Tanzania. Kwa nini hamkumtumia, amkuwa anafanya vipindi kule wakati yuko kule, hamkumfanyia ma interview? Double J yani ni mkia, akienda chooni AKEZA, akienda kwa AKEZA, Rwanda yupo AKEZA. Acheni ujinga, mnaharibu muziki wa Burundi. There's a many artists, there's a many talented people in Burundi, but only Dramati, Kiriku watunesha wajua ni ujinga. Sio kwamba eti Dramati ana kipaji, sio kwamba Kiriku ana kipaji, sio kwamba Double J ana kipaji. Ujinga wenu mnataka muonyeshe kwamba Bantu Boy iko hawajui wa Double J walikuwa watu wa muhimu sana. No, huyo ni ujinga. Now we gonna destroy you people. Don't worry. Dawa yenu ishaiva. It's not like we gonna wait to pick dawa yenu, imeshaiva and we are ready. Ujinga wengine tuone tu ujinga mnapost. Mnajua mwenyewe. Mnajua. I'm ready to be wanted, but I won't be wanted in Burundi because of AKEZA. AKEZA ni Mnyagihugu kama mimi. Tutapelekana mahakamani, tunamalizana. Rundown DJ vile vile. Kompyuta yenu tunakaunguza ka AKEZA. AKEZA we gonna burn it. Wazalendo, AKEZA tuchome moto. Tumuoneshe kama yuko serious. Tukichoma moto, Wanyarwanda watauliza hiyo moto walichomeaga juu, ni wasema tu walichoma juu ya wana support muziki wa nje. And we are ready. Wapenzi wa muziki wa Burundi,
enough is enough. We need to be independent. We need to be independent. Hao watu tumesha wapa nafasi, tumejitahidi kujipendekeza kwao. Tulikuwa tunajua kwamba dawa ya mziki wetu kwenda kimataifa ni kujichanga nao. Kumbe sio hivyo. Kumbe wanakuja ni kutuiba, wanakuja ni kutuchukulia mali zetu. End of the day wanatucheka, wanatudharau. Huyu kama ndo Brice Melody, kama ni dharau ambayo alitudharau. Yeye anakuja na ndege, gari yake inamkuja chini. Anatuonyesha kwamba yeye ana hela kutuzidi sisi wasanii wa Burundi. Sasa watu wenye hela mnawaitia nini kwetu? Sisi kwa nini hizo hela mwapatia wa ndugu zetu wenyewe wana njaa? Mtu atoke na gari, yeye apande ndege, mulipie tiketi ya ndege juu gari yake ipite chini. Kuna dharau hapo. Wanatudharau sisi. Sisi ndo wa Diamond tumewapa nafasi sana. Wakina Natasha wamewahifadhi sana wasanii wa WCB, walikosa hata na hela ya kulipa guest house. Natasha amewahifadhi. Lakini leo hivyo wametoka, Diamond anajipermete kusema kwetu kwamba Warundi tuko nyuma. Yaani ni watu ambao wakikuwa nyumbani kwetu wanaongea maneno matamu. Wajurnalisti wakiwauliza, hivi unawaza kufanya unawaza kufanya msanii na muziki na kolabo na msanii wote hapa Burundi? Yes, niko tayari na msanii wa Burundi wote aje. Sauti Sol watufanyia nini Sauti Sol? Sauti Sol mbele ya kamera wajikubalisha kwamba wako tayari kufanya kolabo na msanii wa Burundi. Na tukatoa kabisa, mimi Satubi KNP tulipanda kule juu, tukaenda kurekodi nyimbo, na nyimbo tulirekodi sisi, wakatuambia ewa ingizeni masauti. Satubi akarekodi. Wakatudanganya eti nyimbo tunaenda kule nao Kenya, tutafika kule ndio tutengeze tuwatumie. Walipofika Kenya si wajinga hawa, tushatoka za nchi yao. Na nyimbo hakuna. Diamond alikuwa pale anakubali tafanya nyimbo na nani. Lolilo kwa ujinga wake akatoka akamfuata Diamond Tanzania kufanya nyimbo. Diamond na simu, uko wapi? Mimi niko nje ya nchi, niko wapi? Akamkatia. Lolilo alirudia. Yaani wenyewe wakikuja nyumbani kwetu wanatupatia maneno matamu. Na wajurnalisti wetu kabisa mnasema wadugu zetu wa journalisti, tukubali umaskini wetu. Murizike na hicho kipato ambacho mnalipiwa kwenye maredio zenu, lakini tujenge heshima, wawaheshimu, waishajua udhaifu wenu. Wameshajua ubovu wenu. Wanajua kwamba nyie ni watu wa kuwaita tuka 10,000 mu envelope, kazi kuisha. Hamna mafamilia, hamtataka maendeleo. Mtu anawapatia 10,000 akisha yeye anakuja anaingiza milioni 30. Hamujifikiri. Anafanya ma press conference kuma envelope anawatilia 10,000 na nyie mna posti msanii hivi alitoka Rwanda, alitoka Tanzania, alitoka wapi? Wenyewe wanaingizia mamilioni. Jifikirieni maendeleo yenu. Journalist gani ambaye anaweza kusema mimi hichi kitu nimetoa kwenye show ya fulani? Mmeshaga kupokea wasanii, lakini maisha yenu ni yale yale. Maisha ya badiriki. Mko wale. Hamsikia haya. Hamna future. You people don't have a future. Mulisoma masomo, leo mnakuwa journalist. Future yenu ni nini? Hamwazi kwamba mimi leo ni journalist, nitafanya kitu gani maisha yangu? Tafanya jua nini? Tafanya kitu gani juu niendeshe familia yangu? Juu mmeshajifanya machipa people. You people are cheaper. Ukijifanya cheaper na watu watakuchukulia cheaper. Ukijifanya juu watu watakuheshimu.
10,000 wanawatilia kwa envelope, mnafanyisha nao nini 10,000? Tuheshimishe vya kwetu. Tuheshimishe vya kwetu. Tuheshimishe wasanii wetu na tujipende sisi wenyewe. Tuone kama tutaendelea. Kitu ambacho ningeomba ambacho kinaweza kupunguza umaskini nyumbani kwetu. Kitu ambacho kinaweza kupunguza umaskini kwenye entertainment yetu. Wa journalist muache kujibagua. Muache kufafa makundi. Mtengeneze association yenu ya journalist. Tujue kwamba msanii akiachia nyimbo, mkitaka promotion ya kutosha, kama hivyo na kila msanii wa Burundi mtakuwa mnamuomba 50,000 kwa sababu wasanii kusiku, kwa mfano leo nyimbo ambazo ziliachiwa ziko kama nyimbo 3 4. Jana nyimbo ambazo ziliachiwa ziko 5 6. Sasa mkisema mkitengeneza association yenu ya journalist, mkisema bwana kila msanii wa Burundi tuikae chini, kila msanii wa Burundi akiachia nyimbo inabidi atupatie 50,000. Msitaki kuomba hela nyingi, kwa sababu mkichukua 50,000 leo, wasanii kama waine ambao waliachia nyimbo imeshakuwa 200,000. Leo 200,000 mnaweka kwenye akaunti yenu kwa sababu bado mna mishahara. Kesho wasanii wengine 5 wanaachia nyimbo 250,000 mnaweka kwenye akaunti yenu. Kwa sababu wasanii wa Burundi wanaachia nyimbo kila mwezi. Wasanii wanaachia zaidi ya 5 10 kila mwezi. Sasa hizo hela mkituomba zile hela ndogo ndogo zinawasaidia na nyinyi, mkizitakuja kuwa nyingi kwa mwezi. Mnaweza kutoa hata kwa mwezi, mnafungua akaunti yenu na kupata na milioni 10. Mupromote nyimbo zetu. Mutupromote nyimbo zetu, nyimbo za wasanii wetu muwapromote na roho moja. Wasanii wenyewe watafaidika kupata mashows. Wanapata shows zinawasaidia, zitakava zile 50,000 yenu. Ni vizuri mtufanyizie hivyo, pale ya kusema mtubague, pale ya kusema mfanye, mtupatie basi. Kaeni nyinyi wenyewe wa journalist, kaeni sehemu moja, fanyeni association yenu, kwa sababu wasanii hivi sisi wote sio wasanii, sisi wote kwa jumla tunaweza kuleta mafikra ya jinsi gani muziki wetu utaendelea. Wekeni price yenu, kwa sababu msanii kama aliweza kulipia nyimbo ya 100,000 hawezi kushinda kulipa 50,000 kwa association juu ya nyimbo ipigwe. Yaani hiyo muweke kabisa, mfanye iwe officially. Msanii anajua bwana, mimi hapa naenda kurekodi, naenda kushuti video, inabidi nifanye must, nifanye 50,000 ya nini, ya wa journalist. Sasa wewe jiulize, wasanii wote Burundi tukiwapatia 50,000 kwa mfano kwa mwezi, tunatia 50,000 kwenye kikao, umaskini wenu utaisha. Mtakuwa kwa mwezi kila mnani mnakuwa na milioni yenu ngapi, milioni yenu, umaskini unaisha. Na sisi wasanii wetu watapata mashow, kwa sababu mna promote nyimbo zao, watapata mashow na maadili mengi. Na mnakata kabisa muziki wa nje ufike ndani. Muziki jinsi mnaupiga sana, mnasababisha kwanza watu wenyewe wanakuja Burundi wanasikia ule muziki na watauchukua wanaenda kupeleka nje. Msifikiri kwamba muziki kuendelea ni mtu paka aende nje, ni mpaka aende Tanzania. Kila msanii anajifungaga kwao. Na ndio kwa maana mnaona siku hizi Davido eko na hela. Nigeria kuna vumbi, hakuna gudro wala hakuna nini. Hawana umeme, ni nafasi ya uchafu, lakini wasanii wao wote ambao mnawajua wanaishi kwao kwa sababu wanajifunga kwao, kwa sababu ndo fasi ambapo wana nguvu nyingi sana. Wa South Africa ni wasanii ambao hawaishi fasi nyingine zaidi hapa kwao. Diamond alinunua mijengo hapa South Africa, lakini aliishi kwao kwa sababu wanajua thamani yake ni kwao. Mwa mnajua kwamba eti msanii anatoka akienda nje aende afanye makolabo nje? Hapana, sio hivyo. Msanii anajifunga kwao.
P Square. Kama mlikuwa hamna elimu na P Square ilikuwa hapa South Africa kwa miaka zaidi ya miaka 6. P Square iko hapa, ilifanya chini na juu, inaimba muziki haitoki. P Square karudi Nigeria ikafanya albumu na wa Nigeria wakapromote wa Nigeria wao na nyimbo ikavuma. Nani mwaka unaisha, nani anaweza kaniambia kwamba kuna afishi ambayo aliona organizer wa show hapa South Africa aliorganize show akamtia Nigeria? Nani ambaye aishaona afishi ya organizer wa show wa Nigeria akamtia South Africa? Kama mnaona wa Nigeria wanaenda Ulaya kufanya mashow, sio kwamba ni wale wa organizer wa mashow wa Marekani ama wa Australia ndo waliwaalika, hapana. Ni maorganizer, ni wale wa Nigeria ambao wapo Ulaya ndo huwa wanaalika wasanii wa nchi yao. Na ndo kwa maana hichi kitu kilitokea kwa watu wa Dubai kuanza kualika wasanii wa Burundi waenda Dubai. Ndo jinsi mziki unaendeleaga hivyo. Msifikiri kwamba hivi tu wenyewe DJ Poleko nafanya yeye anajiita ni Mrundi, anaita watu wa nje wanakuja kufanya show Burundi. Habikuagi ni Burundi tu. Mnyarwanda wenyewe uko Burundi ndio wakipasha kwa wanaita Wanyarwanda wao. Watanzania ambao uko Burundi wasema sisi tunataka kuburudisha muziki wetu na Watanzania, ndio tunaita Mtanzania wetu anakuja kwa burudisha. Na ndio kwa maana mnaona wasanii wote ambao wanaenda nje, hakuna organizer wa hiyo nchi ndio ana organize show ita msanii wa nje abikuaji. Hiyo vitu vinabakilia ni Burundi tu. Hiyo vitu vinabakilia ni Burundi tu. Na Burundi ni kwa sababu tulitolerea ujinga. Ni ujinga tuliutolerea kwa miaka mingi. Sasa inabidi to say enough is enough. Wasanii wetu wanatuhitaji sisi. We need more investors in Burundi. Watu wenye mitaji wanaogopa kuja kuinvest kwenye music ya Burundi kwa sababu wanajua hawawezi wakapata chochote. Wanaogopa kuinvest kwenye music ya Burundi kwa sababu hawana chochote kinyo watarudishia. Sasa sisi wenyewe tukitengeneza ma strategic zetu binafsi, tutengeneze strategic zetu binafsi. Tukizitengeneza, producer atakula, journalist atakula, promoter atakula, wa DJs watakula. Kama mjui South Africa kitu wanafanya, ndio mwikae mnajua kuanzia leo. Wa DJs weko na association yao, weko na association ya wa DJs. Yaani sio yenu eti DJ Rantau DJs, wana association wa DJ. Wana association wa journalist. Wana association ya mabloggers. Hapa South Africa msanii anaenda na kutana na PR publisher. Ni kwa mfano mimi Wonderboy na kwa publisher na kwa nafungua mimi ndo PR wa wasanii wote, msanii wote anataka nyimbo yake sikilike, mimi ndo nakuwa PR. Mimi naitwa PR. Nina namba, niko na contact, niko na agreement na association ya journalist, niko na agreement na association wa DJ, niko na agreement na association ya mabloggers. Wewe msanii kuachia nyimbo yako, hauna stress nyingi, unakuja tu hapo unanipa mimi Wonderboy nyimbo yako. Na kwambie bwana, mimi hilo utalipa $200. Hiyo ni bei yangu. Hakisha mimi ndio najua association ya journalist inaenda kuacha hichi, association ya DJ inaenda kuacha hichi, association ndio jinsi mziki unavyokwenda dunia nzima. Sasa hii ya kwetu ya kusema uko na nyimbo moja, mnataka nyoto wa journalist, mko journalist kama 10 ni waeneze hizo pesa, ni wapatie huyu $50,000, $50,000. Habikuagi, ni tunavikuta Burundi tu. Sasa tukipenda maendeleo yetu sisi,
tubadili mfumo wa business. Journaliste, kutaneni sehemu, fanyeni association yenu. Mtuambie sisi wasanii kwamba tutakuwa kila msanii ambaye anaachia nyimbo, yani mnatia iwe sharti kila msanii ambaye anaachia nyimbo, msitaki kuomba hela nyingi sana. Kila msanii ambaye anaachia nyimbo 50,000, 30,000, kwa sababu kumwezi Burundi wanaachia wasanii zaidi ya 50, 30 wanaachia nyimbo zao. Wa DJs mnakusanyika, mnasema sisi tunafungua association ya wa DJs, tunaachia nyimbo, tunakuja tunaacha kwenye association yenu, tunasinye contract na wapatia pesa zenu, mimi nachomoka. Mabloggers, Evan, Thierry Promoter, MC Bizo, wakina Landry Promoter, wakina nani, mnafanya association yenu. Mimi naachia nyimbo, najua niko na bajeti. Before niachie nyimbo, inabidi kwanza nitengeneze bajeti ya journalisti, nitengeneze bajeti ya DJ, nitengeneze bajeti ya bloggers. Ukishakuwa na hiyo bajeti, wewe ni kwenda tu kuachia hela zako na sinye contract, unaachia hela zako, akisha hao wana promote. Sasa hapo ni kutokana na nyimbo yako gisi itakuwa nzuri. Wewe msanii, nyimbo yako kisha promotiwa, utapata mashow. Ukishapata mashow na nyie mtafaidika. Na nyie maproducer wa Burundi, fungueni association yenu, mkuwe na prix moja. Bila hivyo hamtakufa mnaendelea. Kuweni na bei yenu moja wa maproducer wa Burundi. Sikilizaneni, sio one way anarekodia 300,000, hot mix atarekodia 100,000. Unaenda kwa Amiri Pro atarekodia 500,000. Utaenda kwa, mnatuchanganya. Kaeni nyie wote chini, mpange, bana, sisi association yetu, mnafanya na association kabisa, bana, sisi tutakuwa tunafanya studio ni IRAKOZE. Amtakuwa na njaa nye maproducer. Maproducer wengi sana Burundi wana njaa. Maproducer wengi Burundi, nyimbo zina hiti, wenyewe wapati chochote. Nyimbo nyingi sana ni hiti Burundi. Maproducers, acheni ujinga na nyie. Mnabaki nyuma sana. Sasa haya ni maendeleo ya sisi wote kwa pamoja. Na ndo nataka tuungane sisi kwa pamoja. Tupambane na hii vita, kisha tutengeneze mziki wetu. Tupambane na ili jangwa kwa pamoja. Tufunge hizi boda kwa pamoja. Hakisha kwa hizi fikra zangu tutengeneze mziki wetu, na kila mtu atafaidika kwenye mziki. Kila mtu atafaidika kwenye mziki. Producer, sikiliza, nyie wote ongeeni bei yenu moja. Kama ni 500,000, 500,000. Ujue ulirekodi nyimbo moja ukulala, lakini kiingia unamaliza mashida zako. Hapana uko 50,000, huyo 30,000, utaenda kwa huyu 80,000, mnaharibu mziki, mnajaribia nyonye future yenu. Mna watoto, mna nini, mnaharibu future yenu. Bora mtu mnajua bwana, huyu anajua alienda kwa hot mix, bwana, 500,000. Acha tu libaki, hata nikienda kwa Amiri ni 500,000, hata niende kwa huyu 500,000. Hapo sasa nyote mkiwa bei moja, mtaanza kuinvest kwenye software. Mtainvest kwenye vifaa, tutapata mziki wenye ubora, mziki wenye quality. Sasa nyie mnachaji mziki 30,000, mnachaji mziki 100,000. Hiyo 100,000 ukiipata bia 2 ka 100,000 kanaisha.
Kesho utakuwa na akili ya kwenda kununua software ya kuleta ubora mzuri kwenye music ya Burundi? Utakuwa na pesa ya wewe kusema kesho uende ukanunue vifaa vya kupiga muziki wa Burundi? Utakuwa na pesa ya wewe kwenda kununua vifaa vya kufanya quality nzuri ya muziki ya Burundi? Hiyo yote kwa kusema studio ya Burundi ni computer, microphone na speaker, na umo mnatupatia muziki. Ndio kwa maana nakutana muziki mara nyingi sana, muziki wa Burundi unausikia ni kusimu tu, lakini unachukua kwenye maspika makubwa, muziki wa Burundi hauna quality. Yaani unaweza kuchukua muziki wa fulani na muziki wa fulani unaupiga, muziki hauna quality. Hiyo yote ni kwa kusema nyema producer mko chipa, hamtaki kuikani yote kwenye bei moja. Unataka iwa acha mimi nitie 100,000 juu nifute wateja wote, acha mimi nifanye nini? End of the day mnaharibu quality ya muziki wa Burundi kwa sababu studio yako haina vifaa. Kaini nyote kwenye bei moja. Kama ni 500,000, simamieni kwenye 500,000. Ule msanii hata hiyo nyimbo yake anajua kwamba anaenda kulipa 500,000, ni nyimbo ambayo amekaa chini, ameutunga vizuri, ameutengenezea melody nzuri juu anataka hela zirudie. Sio hizi nyimbo ambazo mtu alienda tu anajua bwana studio ya 100,000, hata nikiimba nyimbo haikwenda fast sijaomba kitu, anamaliza. Mnaharibu CV ya muziki wa Burundi. Fanyeni chini na juu, pandisheni bei, maproducer pandisheni bei ya studio, simamieni bei moja. Acheni kurekodi muziki kwa njaa, kwa sababu end of the day wale wasanii wanatengeneza pesa, nyie hamtengenezi. Let's say hii nyimbo ya mademu ya Dramati, ule producer akulipwa hiyo nyimbo, huyo producer ni producer mdogo ambaye alitaka apime tu atoke, Dramati akampanga mimi nitakutoa. Huyo dogo hakulipwa hiyo hela, hakulipwa studio, hajalipwa hela yoyote ule dogo. Nyimbo imehiti hivi, Dramati inakuwa kila event yeye, anaingiza mamilioni. Wewe producer hukupata chochote. Wewe producer kama ulipigwa 100,000, hiyo hela haiwezi kukumalizia matatizo yako wewe. Hizo hela haziwezi kukumalizia matatizo yako wewe. Sasa ni vizuri maproducer wa Burundi pandisheni bei, ujue basi kwenye mwezi ulirekodi nyimbo zako 2 uko na 1 million ama 1.5 million, zitakulipia nyumba, zitakulipia mtoto wako masomo, na utasubiria tena siku nyingine msanii atakuja kuimba kurekodi. Sio eti leo na rekodi 100,000 unakafinya, kesho tena naona kingine, kesho hiki kingine. Ndio kwa maana tunaharibu muziki wa Burundi, tunafanya muziki wa kinjanja. So jinsi tumesha decide kubuild muziki wetu, let's share ideas, to share my ideas, tuchangie ideas zetu. Na nisikie, don't see me wonder boy kisha na kuaga na ponda wasanii wa nini. Ni promotion, inafanya another way of promotion, kwa sababu promotion inakuja kwa two ways. Kuko positive way na negative way. I don't hate any artist from Burundi. I never even have a dream to hate anyone, because I know the struggle of my brothers. Najua struggle ambazo wasanii wetu wanazipata. I know their life in and out. I know their really life, not this social media life. I know their really life. So I will never destroy my own people. So let's build this music. Let's say enough is enough. Show za nje zipotezee kabisa. Bakia nyumbani kwako, hizo hela fanya mengine.
Nanielewa. Support msanii wa nchi yako. Support vipaji vya nchi yako and you'll be proud. A really Burundian must be proud of himself. Let's support our musicians. They can do better. Let's support our journalists. They can still do better things. They just need ideas. Let's support our producers. They can get money through music. They can build houses through music. They can build houses through music. They can buy their own cars through music. Let's share ideas together. Let's be united. Enough is enough. Let's build the new Burundi of 2023. You never know. Mtoto wako anaweza kuwa msanii. You never know. Mdogo wako anaweza kuwa msanii. You never know. Mjukuu wako anaweza kuwa msanii. Are you gonna be happy? Haya ambayo yanatokea kwenye muziki wa Burundi yatokee kwa mtoto wako. Are you gonna be happy? Haya ambayo yanatokea kwenye muziki wa Burundi kwa sasa yatokee kwa mjukuu wako. These people, they already sacrificed their life because of music. They don't have degrees. Hawana degrees yoyote. Degree yao ni sauti yao, melody yao na kipaji chao. Let them survive through their talent. And we can do that. Let's be a hero. You must be a hero. I must be a hero. You must be the hero. Let's all together be united and let's be hero together. Nataka wewe kama shabiki uingie kwenye historia ya music ya Burundi, kwamba kile kipindi chetu sisi tulikuwa mashabiki wa Burundi, tulikataza muziki wa nje kuja kutu take over. Kile kipindi nilikuwa shabiki wa Burundi, tulikataza wasanii wa nje kuja kuchukua hela za Burundi. You're gonna be a hero. You'll be part of the history of Burundian music. Na wewe promoter, nataka na wewe uingie kwenye historia, nyewe waandaaji wa mashow wazalendo. Useme kipindi mimi nilikuwa naandaa my event, kile kipindi changu nilikuwa na favor sana wasanii wa Burundi. Nilikuwa nawapa favor sana wasanii wa Burundi. I was only inviting Burundians. You'll be hero. You'll be the hero of your own nation. Journalist, nataka wewe uingie kwenye historia ya muziki wa Burundi, kwamba kipindi changu mimi, kipindi mimi nilikuwa natumika kwenye radio fulani. Sikuwa nataka ujinga. Mimi nilitumikia nchi yangu, sikujali nini wala nini. Nilitumikia nchi yangu, nilipiga tu muziki wa nyumbani. Niliupa sana favor muziki wa Burundi. Sijawahi kwenda kumpokea msanii wowote wa nje Burundi. You are the hero. You are the hero of your own country. You are the hero. Msanii wa Burundi, let's stand together. This is not about me. It's not about your fans. It's not about your journalists, not about your promoters. It's about you, me, Burundians. CP, I'm not fighting because of I want to be famous. I'm not fighting because I want you to know me. But I'm fighting. We never know. I've got children. Never know. My children will be musicians. I'm fighting for your children, for my children, and for yourself. Let's fight together.
Let's feel the emotion. Let's feel the sound of your own brother crying outside camera, because mnawaona kwenye makamera, hizo nguo wanazima, magari wanazima, makeup wanakodisha. You have to see them outside the camera, how they look, wanaface maisha gani. And you will never allow any artist from another country come to take what belongs to your home boy, what belongs to your own brother. And you will never allow anyone like AKEZA, like Rundown DJs, like Siren TV, like DJ Paulin to destroy your own music. You're gonna fight with those people. You're gonna fight for those people. No any freedom come free. Always if freedom, you have to fight for it. You can never be free without fighting for you to be free. Let's fight. Let's fight for us to be free. Don't wait for tomorrow. This is our time, and this is the time. Stand. I want you to be a hero like Sarafina. I want you to be hero like Bob Marley. I want you to be hero like Gaddafi. I want you to be hero like our own hero, the own people who fight for our own country. They fight for our own country and we are free. They die for our own country and we are free. I want you to set other people free. They have set you free, you can also set others to be free. Be hero. Usiogope kufungwa. And no one can arrest you because this is not politics. This is music. Piga AKEZA anapita na kamera, vunja. Ukiona DJ piga chupa. Let's fight. They want a war. Kwa sababu wenyewe wanatutangazia vita, wanaenda kwenye mitandao, sisi tunasema Wanyagihugu hatutaki hichi. Wanafanya kwa nguvu yao. That means wako ready kupambana na sisi. Tupambane nao. Tunawaambia hatutaki huyo msanii aje muinchi, wanamuingiza huyo msanii. Kwanza walitonesha kwa ubovu wao, walionyesha kama wanatuokopa because we were ready to attack the guy. Tungejua kama anakuja nje ya airport kule tungempiga. Lakini wameonyesha kama tuna nguvu kwa zidi. Tuko wengi. Ndio kama na dogo akuja na ndege, amekuja na gari. Hiyo ni njia moja ya kutuonyesha kama we are the winner. We are the winner and we are the champion. Anything ambao wanafanya, wanatuonyesha kama wanatuokopa. We did even ask him to prove himself that he's a Burundian or is a Rwandan. But kwa kuwa ameshaingia muinchi, anaona kama inchi imepoa, Wanyagihugu hawamtaki, anaanza kutaka kujichanga na sisi. We don't need, we know each other and we are enough. We know the people that we are working with them in our industry. We know them and we are fine with them. Let's love each other. I'm a pro. Love your own people. Love your own artists. Value them. Respect them. Vivance. Love your own brothers. Show them love. Respect them. And all the journalists, all the promoters, all the Burundian lovers, let's love each other. Let me respect you. Let me show you love. Show me love. Show me respect.
and we must build our own music. Mimi Wonderboy nikiumwa, hakuna msanii wa Rwanda anaweza kuja kunisaidia, but wewe journalist utanisaidia, utanijulia hali. Au wasanii wa Rwanda wapi amonge kwenye simu, hawapokeagi simu, wanapokea simu zenu kama wanataka kuja mwenchi yenu, lakini wakishatoka mtakuwa mnawapigia simu wako busy. I'm busy, I'm doing this, I'm this and that. Lakini mimi Wonderboy unajua utanipigia hata saa 6 usiku nikiona Amipro ananipigia, Landry promoter, napokea anytime because I know you are my brother. Hey, no electricity guys. This is South Africa. This is the end of the movie. Umeme umeenda guys. I love you all. Nawapenda sana. Sikieni sauti yangu. This is South Africa. The new South Africa, no electricity. Umeme unaenda kusiku, umeme unaenda mara 3, and now the electricity is gone. You can't see me. I can't you can't see me, but I can see your comments. I can see everything. Much love. Nawapenda sana. Muendelee kusupport muziki wa Burundi. I know today you people, you're gonna put these things on your own heart and feel how emotionally I was. Jinsi gani nimeumia na jinsi gani na mapenzi na muziki wa Burundi. So sauti yangu mnaisikia, hamnioni, mnanielewa. So umeme umeenda. Nawapenda sana. Tusimamie sisi wote kwenye ile no any artist from outside the country in Burundi. Burundi belong to the Burundians. I love you guys. I think mengi zaidi tutaongea kesho ama any day soon. But for now, I wish you guys good night. Umeme umekatika. It's load shedding in South Africa. There's no electricity. I love you guys. Nawapenda sana. Love your country and be the hero and the true son of your soil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usiku mwema. I love you all.